Leo zipate certificate zao za biashara, tusaidie ziweze pata certificate zao za association, ziwe vikundi ambazo zinaweza pata mikopo kutoka katika benki zetu, katika Hustlers Fund, katika Uwezo Fund, katika Youth Fund, tuweze saidiana. Tumesema chama chetu hataki kiwe tu chama cha siasa peke yake, kiwe chama cha kusaidia watu wajikuze kiuchumi. So tumeanza hivi na Nairobi County, na program hii tutaizindua katika kaunti zetu 47. Tunataka magavana wetu, wabunge wetu, watu ambao wamechaguliwa katika nyadhifa tofauti kutokana na siasa ambayo tulifanya mwaka uliopita, waweze saidia zile vikundi ambazo ziliwasaidia. Mara kwa mara wanasiasa wanasahau wale waliowasaidia kufika katika ofisi. Tumekubaliana kwa kauli moja kwamba chama cha UDA hakitakuwa chama cha kusahau wale ambao waliwasaidia. Tunajua sio wote wanaweza saidika kwa masuala ya kuandikwa kazi, lakini tuwasaidie kibiashara. Agenda yetu ni bottom up. Bottom up. Niposa tumerudi chini kabisa. Kwanza tuko hapa na pia PS kwa masuala ya biashara ndogo ndogo. PS wetu Susan Mangeni ambaye anatujoin leo hapa kuweza kutuambia tu jinsi vile hustlers wanaweza pata pesa hiyo. Mwisho, kabla seneta aongee na wabunge wetu wa county assembly, sisi tunasema kwamba ndio tuweze kusaidia watu wetu, ni lazima tuwe na stability katika nchi yetu, ndio biashara ziweze kufanyika. Na mmeona juzi kumekuwa na mambo ya uhasama katika nchi yetu. Mmeona maandamano vile imekuwa ikiharibu biashara za watu wetu. Ndiposa rais wetu amesema kwamba yeye amekubali kufanya yale mazungumzo na wale wetu wengine wa Azimio. Sisi kama chama cha UDA tunaunga mkono hiyo pendekezo na rais wetu kwamba watu wazungumze, temperature za siasa zirudi chini, ndio tuweze pata maendeleo, ndio nchi yetu iweze songa mbele. Lakini tunapozungumza, jana nimeona wale wetu wenzetu wa ule mrengo mwingine wakisema kwamba wameweka terms fulani. Sisi tunasema hatuna shida, tutaongelea kila kitu, lakini ile ambayo iligusa kabisa ni kusema kwamba wanataka tususpend ile Finance Act yetu ya 2023-2024. Sisi msimamo wetu ni kwamba hiyo haiwezi kuwa mojawapo ya agenda yayo mazungumzo, kwa sababu jambo hilo liko katika kotini, na kama mambo iko kotini hatuwezi yazungumzia mahali pengine. Tungependa, kwa sababu hao ndio walipeleka Finance Act katika koti, tungependa kuomba wenzetu wa Azimio wakitaka iwe mojawapo ya zile vitu ambazo tunataka kuongea katika yao mazungumzo, watoe kesi kotini kwanza, alafu wakuje tunaweza ongelea hiyo maneno kama kesi wametoa kotini. Jambo la pili, kitu ambaye it must be clear, na hiyo tumeisema mara kwa mara kwamba tutaongea mambo yote, tuongee vile tutasaidiana, tuongee vile tutasaidia kwamba nchi irudi chini na tutoke katika hili dimbwi la mambo ya economy, lakini sisi kama chama hatutaruhusu kitu inaitwa handshake. Ama mnasemaje? Mambo ya handshake tusahau, kwamba sisi tutaongea na tutaongelesha kama opposition, na sisi tuongee kama government. Tuheshimiane katika hizo nyadhifa, kwamba hao ni opposition na sisi ni serikali. Niliona jana Munya akisema inclusivity, ati anataka kwamba serikali yetu inaandika wale watu waliopigia serikali kura peke yake. Sisi tunasema kwamba kama chama cha UDA, hayo mazungumzo sio mazungumzo ya kufanya mtu mmoja akuje kwa serikali ama ati wapate nusu mkate. Tumekubali mazungumzo yafanywe, lakini hakuna handshake. Kama swala hayo nafikiri senator unaweza yaongea vizuri. Asante. Niseme ya kwamba sisi kama chama na chama cha serikali, UDA ni chama ambayo tumeanzisha, ni chama mpya, na strategy yetu ama narrative yetu ilikuwa bottom up. Sasa hivi kulingana na vile SG amezungumza, akasema tumefanya pilot program ya Nairobi County, tumeleta groups pamoja na zinafungua kampuni na tuna facilitate market registration.
ili tuweze achieve ile manifesto yetu tuliposema pesa mfukoni. Ukiangalia wale wenzetu wako katika upinzani hawana mfumo kama huu, hawana mipangilio kama hii. Mipangilio ambao wanayo ni mipangilio ya kuharibu kile ambacho mwananchi ametafuta na jasho lake, na pia serikali imekuja ikatekeleza. Sisi focus yetu ni kuensure ya kwamba tumesupport our supporters bottom up ili waweze kujiendeleza kesho na kesho. Na nawaambia na nasema ya kwamba wale ambao wanaambatana na mambo ya maandamano, sisi kama chama hatuna hiyo mpangilio kabisa. Niseme ya kwamba ile finance bill ambayo tumepitisha muda uliopita na wakaenda kotini ni hali ya ubinafsi na hali ya mbaya sana, kwa sababu hivyo wanasimamisha kuendeleza health facilities ziweze run in the different counties, na wanasimamisha other financial matters ziweze kuendelea kwa sababu wanakuja wanasimamisha. Huyo ni mtu ako na hali ya mwananchi katika roho yake, ama ni hali yake ya ubinafsi yeye mwenyewe? Wamesema waje kwa meza, tumekuwa na bipartisan talks zimewashinda. Mambo yao ambao wanaleta kwa meza kama sio mambo ya mwananchi ambaye ni Wanjiko, then ni mambo ya nani mwingine? Kwa sababu Bwana Raila, tafadhali tutakupatia nafasi. Kiongozi wetu hajipigi kifua, amekubali mazungumzo, amekuita ndugu yake. Kubali mazungumzo ndio, lakini uchukue ofisi yako wewe kama kiongozi wa opposition. Tuangalie sisi vile tunafanya kazi, mahali ambapo hatufanyi kazi eleza ni wapi na tuweze kurekebisha, lakini kwa lengo la mwananchi aweze kufaidika. Sisi kama chama tunazidi kuungana na kaunti zingine. Hii ndio start program ya Nairobi, na tutazidi kuungana na zile zingine tukiongozwa na wa SG ambayo kuna program nzuri sana, ndio tuweze kuendeleza ile employment factor ambayo tulisema hiyo ndio focus yetu katika mpangilio yetu ya the government that we are. So at the moment we do not want distractions. We do not want any matters that are pertaining to individualism that an individual cannot accept. Hawa watu na waona hapa walienda ground usiku na mchana, na tarehe 9 Agosti wananchi wakaamua. Haitakuwa wananchi wanapiga jasho lao wanaamua, na wewe unakuja na familia yako unakaa pale unasema nipe hili nipe lile. Sisi nafasi tunazo ni za kupatia hawa wananchi ambao walitusupport katika safari yetu ya kutafuta kiti cha president. Asante. Yangu kwanza ni kushukuru SG ya chama kwa hii shughuli ya leo, ambapo tutakuwa tuna register over 20 groups ziwe kampuni, ziwache kuwa lobby groups na ziwe kampuni, ili waweze kufikia ile kiwango ya wanaweza fanya biashara na private entity ama hata kufanya na serikali. Hii ni the right step in the right direction, kwa sababu SG siasa ya hapo nyuma tumekuwa sisi wanasiasa kuwa tunatumia lobby groups ama wale wanatusupport kama stepping stone, na tukifika pale juu hatuwasaidii, tunawapotolea. Lakini naona sasa katika hii chama yetu hiyo siasa imetupiliwa mbali, na mimi ni kuomba pia magavana katika kaunti zingine waweze pia kuabsorb wale lobby groups ambazo na wako na vyeti vya shule wamehitimu, tuweze kuwasaidia pia wale wengine ambao walitusaidia. Tumalize siasa ambapo ni kuajiri ndugu ama dada katika ofisi zetu. Wacha tuajiri watu kwa kupitia vyeti vya shule na kama mtu amehitimu ile masomo. Pia ni kushukuru President for appointing a youthful SG, na ndiposa at least tunaona hii vitu inabadilika, kwa sababu SG yako na the reality ambayo youth wana face on a day to day pale ground. Watu wako kwa mawe na wanafaa watoke na waweze kujitegemea, si kila wakati kutegemea sisi kama wanasiasa. Nikimalizia ni kuuliza ndugu zetu ma MPs, magavana ambao wako mrengo ule mwingine wakipiga finance bill. The governors want the allocations to be increased. The MPs want the CDF to be increased. Zitaongezwa kupitia mfumo gani ilhali mnapiga finance bill?
na hii kupeleka finance bill kotini in fact ina derail agenda yetu kama serikali ya Kenya Kwanza, because tayari tuko na budget in place and this budget needs funding and the finance bill is supposed to take care of the funding ya vile budget itaweza kukamilika na kufanyia wananchi maendeleo. So mimi ni kuwa request na kushukuru kwanza pia President for extending the hand ya kufanya maongeo na kinara wa Azimio, ndio hii maandamano iweze kuisha na destruction of property ya wanabiashara wa Nairobi County, because sisi kama Nairobi sisi ndio casualties. So mimi ningeomba hiyo maongeo yaendelee na tufikie njia mbadala ya kusuluhisha zile issue ambazo opposition wako nazo. Ni hayo. Majina ni Mheshimiwa Mugambi Ronaldo, the Chief Whip UDA Nairobi County. Asante. Haya. Habari ya wanahabari. Habari yenu? Uko sawa? Asante. Kwa majina najulikana kama Roy Smith Mwatia ama Rafton. Mimi niligombea kiti cha useneta hapa Nairobi under UDA, na siku ya leo tumekuja hapa kuhakikisha kwamba zile vikundi ambazo zilikuwa lobby groups za UDA, wale mahaslas wa pale chini, tumeona kwa mara ya kwanza katika taifa na katika siasa ya Kenya, baada ya uchaguzi chama tawala kinakumbuka wale ambao walikuwa nao mashinani na inarejea kule chini na inawaambia wanapatiwa fursa ya kuwa wafanyabiashara. Kwa hivyo siku ya leo tumekuja hapa kusajili zile lobby group kutoka kwa political lobby groups zikuje ziwe business entities, na tuko hapa kwa siku ya kwanza na lobby group kama 20 hivi. Kwa hivyo tunachukua fursa hii kumshukuru Rais ambaye ni Dr. William Samuel Ruto. Tunamshukuru pia SG wetu Malala kwa sababu ya kukumbuka wale walio chini. Kwa wale ambao wako kule nje na ni wanachama wa UDA, najua wengi wanalalama ya kwamba wamepata kusaulika. Ningewapatia changamoto ya kwamba kama wewe uko na group ambao ulipata kusimamia chama, tafadhali jisajili, itoke kuwa chama ya lobby ikuwe ni kikundi cha biashara. Ni hayo tu kwa sasa. Mungu awabariki.